our dad, Archbishop. Karibu sana. Makofi mazuri anapokuja. Naitwa dad. Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pongezi Nairobi Outpatient Care Hospital kwa sababu ya kazi njema mmefanya ya kukumbuka Githurai. Hapa ndio kura zinatokana na hapa ndio washirika wetu wanatokana. Kwa hivyo sasa tunapoona hospitali imekuja hapa, tukawacha kila kitu tukuje tuiombee. Watu wakiingia hapa wasitoke kama wamekufa. Wakiingia kama wanataka kukufa wanarudi hapa kama wako hai. Amen. Asante sana Honorable Sabina for coming. Daktari na Wangari, I hope you will now be called Wangari Meroge. Nasikia mdomo Meroge. Na shukuru Bwana. Na you have done good work. Na asante sana timu hiyo ya hospitali hii. Tumeshukuru sana kuona madaktari wako tayari kutibu watu. Na mimi nimekuja hapa sio nifanye kazi nyingi leo, sio siku ya kuhubiri. Leo nimekuja nipake hii nyumba mafuta, niombee ili iwe nyumba ya baraka, mahali ambapo watoto wengi wataingia duniani kupitia hapa, mahali ambapo watu wengi wagonjwa wataponea. Na kwa hivyo ningependa kuwakumbusha kitu kimoja, ya kwamba we say in English, the doctors treat but God heals. So it is the doctors who will treat here, but we want to tell God to come here, so that when they treat, God will heal. I want to remind you something that Joseph did in Genesis chapter 50, verse 1 and 2. Joseph, Biblia inasema ya kwamba alikuwa na madaktari wake. Joseph mwenyewe alikuwa na madaktari. The Bible says he had physicians. So huyo prime minister alikuwa mkubwa. Alikuwa na madaktari wake mwenyewe, na wakati baba yake alikufa aliambia madaktari wake preserve hii mwili. Kwa hivyo walikuwa wa hali ya juu, wana preserve mwili wa baba yake, unatoka kule na ni desert na hauozi mpaka unafika nyumbani. Na kwa hivyo huyo mtu alikuwa na roho ya Mungu na alikuwa na daktari. Leo ukiwa na roho ya Mungu na unakuwa na daktari, watu wanauliza kwani hana imani? Nauliza, Joseph hakuwa na imani? Ukisoma vizuri utasikia hivi, Joseph alikuwa na madaktari, si daktari moja, madaktari wake. Kwa sababu hawezi kufanya kazi kama hiyo alikuwa anafanya na ukose kungojeka mwili, na ukose kuhitaji madaktari. Na Yesu wakati alikuja hapa duniani, kuna neno moja alisema, na ningetaka kulisoma ndio tuweze kusupport kazi njema inafanywa na mahospitali. Bila shaka wakati Yesu alikuja hapa duniani, alikuta kuna magonjwa ile inakutanga watoto wa kawaida. Wewe unafikiria alifanya nini? Mariamu ndiye apate Yesu. Unataka kuniambia alizaa peke yake kwa sababu anazaa mkosi? Alikuwa na madaktari walikuwa wanamsaidia kuzaa mtoto. Mwanamke hawezi kuzaa mtoto peke yake. Ni vile hawakuandika, maana hiyo ni mambo obvious. Unajua watu wanasema imeandikwa wapi? Ni obvious. Mambo obvious haiandikwi. Hauwezi kuandika ati Yesu alimorota, hiyo ni obvious. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi hatusemangi mambo obvious, lakini ipo. Na kwa hivyo ukiangalia kwenye Marko sura ya 2 mstari wa 16 unaweza kuona mambo haya. Marko chapter 2 verse 16. Sitaweka kwa sababu hata mimi nakimbia mahali kama vile dada wetu anakimbia. Yesu alisema, when Jesus heard it, he said to them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick are need a physician. Huyo ni Yesu mwenyewe alisema, watu wagonjwa wanahitaji nini? Daktari. Na ukiangalia katika Biblia, Yesu hakuponya watu wote wa tauni mzima. Aliponya watu specific. Na kwa hivyo akamwambia wale wengine, mgonjwa unahitaji nani? Daktari. Kwa sababu ukikatwa na kitu unahitaji daktari. Ukigojeka ugonjwa hauelewi unahitaji daktari. Na kwa hivyo tumekuja hapa kuambia Yesu aingie kwa hii nyumba, ndio awe pamoja na madaktari hawa, ndio mgonjwa akileta wakimtibu naye Mungu amponye. Hiyo ndio nilisema kwa Kiingereza, ya kwamba madaktari hutibu naye Bwana Yesu anafanya nini?
anaponya, na ndipo sasa tumekuja hapa kutangazia hospitali hii ya kwamba iwe hospitali ya baraka, iwe hospitali ambayo haitakuwa na negative story, na ninaongea maneno hayo ndio iwe hospitali ambayo itakuwa na sifa njema kwenye area hii. Na tuko na watumishi wengi hapa wa Bwana ambayo wamekuja, na kwa hivyo nitawakaribisha tuombe pamoja hapa tukielekea kwa hii hospitali. Hata Mkulino Maina wa UTC kuja hapa tuweze kusimama hapa, na wale watumishi wengine tuko nao, simameni na mimi hapa ndio tukiweza kuomba hapa Mungu aweze kutenda mapenzi yake. Na kwa hivyo kama Joseph Nadi alikuwa anaota ndoto zinatokea, alikuwa na daktari na nyinyi nitahitaji muangaliwe sasa hivi kujeni pande hii. Itabidi hata nyinyi mnakuwa na daktari. Na kwa hivyo madam Grace, tunakukaribisha hapa uweze kusimama karibu na Nyeruge ndio tuweze kufungua hii hospitali. Na madam Mama Sabina, please, your honor, we welcome you here. Wewe daktari, tuangalie tutafanya kukaribisha. Tukikaribia pale tunataka tushikane mikono hapa tuombe hospitali. Nimewaita hapa. Yeah, my wife is here with me. Let's pray. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, hospitali hii ijulikane ilishikaniwa mikono na watumishi wa Mungu na wahubiri wa Injili na viongozi ya watu. Tunakuomba ya kwamba hospitali hii haitakuwa na mkosi na haitakuwa na bahati mbaya. Hakuna mashini itaharibika wakati inatibu watu. Hakutakuwa na mashini ambayo italeta shida juu ya mili ya watu. Tunaomba ya kwamba hakuna mtu ataingia kwa hii hospitali asemekane amekufia ndani. Tunaomba ya kwamba watu wakiingia huko Bwana wataponywa katika jina la Yesu. Ndio wataingia wakiwa wengine mahututi, lakini watatibiwa na wewe Bwana utawaponya. Na kwa hivyo hospitali hii tumeichikania mikono kuibariki na kutangaza ni hospitali itakuwa na baraka. Ni hospitali ambayo haitaleta mambo mabaya. Tunaombea madaktari na wafanyikazi wale watafanya kazi hapa, wabarikiwe katika jina la Yesu. Na tunaomba hospitali hii, milango hii yake ndio tumesimama nje yake, hakuna kifo itatembea hapa. Maroho ya kifo, maroho ya kuharibu watu, maroho ya kufanya watu watumie pesa nyingi na hawaponi, tunaikemea katika jina la Yesu. Na tunaomba ya kwamba hospitali hii watu watatibiwa na wapone, na wao wanasema kweli wamemuona Mungu kwa hii hospitali. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Hiyo maombi tumeomba itafanya kazi na itakumbukwa miaka nyingi. Na kwa hivyo sasa tutaelekea hapa karibu na milango, na nitapokea kishupa yangu ya mafuta ili tuweze kufanya hiyo kazi. Na madam daktari ataweza karibia sasa. The director and the archbishop, sasa daktari akaribia hapa. We are just going to unveil the prayer hapa kidogo, ndio tukikuja hapa cutting the ribbon tunaingia ndani. Kwa hivyo kwa heshima naomba our CEO and the founder of Nairobi Outpatient Guard, our archbishop na daktari na mheshimiwa wasimame hapa wakaribie katika the prayer. Na pia sasa mtu wa kidude akae tayari, the rest wakae nyuma sababu nafasi ni dogo. Haya. We have a bishop on this side and then the mheshimiwa na founder wakae hapo, so that now we unveil. Sasa tunataka kuweka mafuta kwa milango ya hii hospitali, na kwa kuweka mafuta hii tunadedicate hospitali hii yote ya kwamba tunazile zilijenga, vitu vyote vimejenga. Kama kuna kitu hii kimekaa vibaya, sasa tumekitakasa katika jina la Yesu, na kutangaza ya kwamba hakuna uchawi utaingia kwa hii hospitali, na kutangaza ya kwamba mapepo haitaingia kwa hii hospitali kuiharibu ama kuua mtu.
katika jina la Yesu nimededicate hospitali hii. Nimetakasa ya kwamba hospitali hii sasa itafanyiwa kazi mzuri, kazi ya kutibu watu, na Mungu wa majeshi ataonekana huko akiponya kimiujiza. Na nimemwaga mafuta hii kwa hospitali hii katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Haya, sasa naomba Bishop tukaribie pale so that we can veil the prayer, and then Makdi utasoma vile itakuwa imeandikwa. So that our founder Mheshimiwa na daktari tushike pande ya mwisho na pande ingine, so that now we pull that flag iende side na hiyo ingine, then Makdi kama unaweza kuona unaweza soma. Thank you. Nairobi Outpatient Girl Hospital, Migori Branch, was officially opened and commissioned by Honorable Mary Muthoni, PA State Department of Public Health and Professional Standards, presided over by Archbishop Harrison Nganga and witnessed by Honorable Sabina Wajiru Shege on 5th December 2025. Thank you. Makofi mazuri tafadhali. Haya. And now, ladies and gentlemen, today DJ shika kidogo. Karibia hapa our founder. Washike hapa iki kidude. In count of 3, 2, 1, and now it is officially at Nairobi Outpatient Githurai Branch officially open. Wapi shangwe na makofi. Asante sana, tushangilie kwa makofi. Thank you. And because of the space, I would request the Archbishop and Mheshimiwa and some few part of clergy ndio wataingia ndani, wengine tubaki kama tumeketi. Archbishop